Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anatangaza ushindi wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Tehran, akisema kwamba maadui wao wameshindwa vita na kwamba Iran imeibuka mshindi katika vita hivi baada tu ya kile kinachotangazwa wakati huu na Marekani kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Iran. Rais Masoud Pezeshkian anasema kwamba huu ni ushindi wa Iran, huku akizungumzia vikwazo hivyo ambavyo vilikuwa ni vya ulimwengu, ambavyo vilikuwa vikiongozwa na nchi za magharibi dhidi ya Iran kwa miaka zaidi ya 40. Rais Masoud Pezeshkian amesema Iran inapaswa kumaliza vita na Marekani ikiwa katika nafasi ya nguvu zaidi. Rais huyo anasema kwamba Tehran inaona uwezo wake wa kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz pamoja na kupinga mashinikizo ya Washington kama ushindi mkubwa wa kisiasa na kimkakati katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Bwana Trump aliahidi kuongeza mashinikizo makubwa ya kiuchumi dhidi ya Iran kwa lengo la kuilazimisha kusitisha mpango wake wa nyuklia na kufungua tena njia ya bahari ya Hormuz. Hata hivyo, rais huyo wa Iran Bwana Masoud Pezeshkian amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo wa Marekani na Israel yamewashinda ni katika mapambano ya vita ya moja kwa moja ya kutumia silaha dhidi ya Iran. Wa Iran walijipanga kwa muda mrefu pano ya aina yoyote ambayo Marekani ama Israel wataamua kuanzisha, na wakati huu Iran imeibuka mshindi ikipambana kwa nguvu zote kwa ushirikiano kati ya wanajeshi pamoja na wananchi wao, lakini pia mshikamano wa hali ya juu uliopo katika taifa hili umewezesha mafanikio haya, anasema rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian. Hata hivyo, amezungumzia mambo mengi ikiwa ni pamoja na namna ambavyo Marekani imekuwa ikishambulia mataifa mengine katika ulimwengu. Zaidi amezungumzia namna ambavyo Marekani na Israel zimekuwa zikionea nchi nyingine duniani, akizungumzia namna ambavyo Marekani ilimteka rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kwamba pengine ilikuwa ni mipango ya kufanya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini wakati huu mambo kama hayo yameshindikana kufanyika ndani ya Iran, kwamba wamerudi nyuma na kuanzisha vikwazo vikali ambavyo waziri wa fedha wa Marekani Bwana Scott Bessent alizungumza na waandishi wa habari akiwaeleza namna vikwazo vya sasa vya Marekani vitakavyoenda kuiathiri moja kwa moja Iran kwa kutishia kuondoa ushirikiano kwa nchi yoyote ambayo itashirikiana na Tehran katika nyakati hizi. Vikwazo hivyo vipya vinalenga takribani vyombo 60, watu binafsi na meli katika mamlaka nyingi zinazodaiwa kufanya biashara ya teknolojia haramu ya nyuklia na makombora na Iran, na kusaidia operesheni za mtandao za Iran na kuhamisha mafuta ya Iran, idara ya hazina ya Marekani ilisema katika taarifa ya Jumatatu. Na zaidi ya theluthi moja ya mashirika ya watu binafsi walioidhinishwa 21 wako nchini Uchina. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba katika namna ya kutaka kuidhibiti Iran, huenda Marekani inayangalia baadhi ya mataifa kama vile China, ambao ndio washirika wakuu zaidi wa Iran, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya biashara na Tehran. Lakini pia inadaiwa kwamba katika siku za hivi karibuni China imefanya biashara kubwa mno na Tehran, na kwa namna moja ama nyingine, moja kati ya jambo ambalo lilisaidia nchi hiyo ni kupata fedha kupitia China. Lakini pia hata upande wa silaha inatajwa kwamba China ilipeleka kiasi fulani cha silaha wakati wa mapambano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikishirikiana pamoja na Urusi, washirika wa muda mrefu wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, ambao kwa kiasi kikubwa wanasakwa na Marekani. Lakini pia baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba pengine huu ni wakati ambapo Marekani haitaki kutumia tena fedha nyingi katika mapambano dhidi ya Iran, na hivi kutumia njia nyingine ya kuweza kuidhibiti Iran ili iweze kuyumba kiuchumi. Huo ndio mpango wa sasa wa Marekani. Lakini je, mipango hii itafanikiwa? Wachambuzi wanasema kwamba hili haliwezi likafanikiwa kwa sababu wa Iran wana njia nyingi za kutumia katika kuuza mafuta, na huenda ulimwengu kakumbwa na janga kubwa katika miezi kadhaa ijayo. Lakini pia baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba tishio hili linalotolewa na Marekani ni katika mpango wa Marekani kutaka kupata msaada kutoka mataifa mengine ili waweze kufungua na kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, kwa maana mataifa mengine ingilie kati, na wale ambao watapinga mpango huo ni kama vile wanaunga mkono Marekani, basi Marekani inatangaza kuwatenga. Na rais wa Marekani Bwana Trump ametangaza kwamba atatuma ujumbe huu kwa kila nchi duniani ili kuitenga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.